وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على نبينا Muhammad وعلى آله وصحبه وسلم. Kwanza ni kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kutujalia kuweza kuangazia mawaidha kwa lugha ya Kikikuyu kwa hii chano yetu, na si kwa ubaya wala kwa ukabila wala ya kuonesha ati sisi tunajitenga, lakini ni kuwafikishia watu kama alivyowafikishia Mtume sallallahu alaihi wasallam wa Waarabu, na alipowafikishia kawa ana ufasaha zaidi kwa lugha zao. Wengine wakasema ni mshairi, wengine wakasema ni mchawi, na wengine wakasema kwa maneno kadha wa kadha, lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam alipowafikishia wakasema hayo maneno ni matamu kweli, hayo maneno ni mazuri. Hivyo ndivyo tunafanya bidii kuwafikishia watu kwa lugha zao, sababu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alipotuambia ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa untha waja'alnakum shu'uban wa kabaila lita'arafu inna akramakum inda Allahi atqakum. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akatuelezea kwamba enyi watu, inna khalaqnakum min dhakarin wa untha, wanadamu wote wametokana na dhakarin wa untha, mme mmoja na mke mmoja. Min dhakarin wa untha, ndio naona sisi tunaitwa wanaadamu, ni watoto wa Adam wote, uwe mrefu, uwe mweupe, uwe mweusi, uwe mfupi, uwe uko wapi ama wapi, lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akatuambia waja'alnakum shu'uban wa qabaila lita'araf. Watu kila wakiketi, mwingine anasema sisi mlango wetu ni kutoka sehemu kadhaa, sisi kabila letu kutoka sehemu kadhaa, sisi kabila letu ni kadhaa. Na kusema hayo si makosa. Hata Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akiyataja haya, kisema min Quraishi na min bani kadha, min bani kadha. Haya yote si kwamba ni ukabila, haya yote ni kufanyia bidii watu waweze kuona anayetuambia haya si mgeni, anayetuambia haya ni mtu katika sisi. Na hakuna kitu kizuri kama watu kusema huyu ni katika sisi. Kama mfano ukikaa kwa mtu mwingine kwa lugha nyingine, akija anasema hao tunawajua ni watu kadhaa, hawa ni watu kadhaa, lakini mtu kutoka nyumbani huwezi sema huu ni kutoka sehemu fulani. Na ninaona katika maadui walikuwa wakimpiga Mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini wanampiga mtu wa nyumbani. Ndipo Mwenyezi Mungu aliposema waja'alnakum shu'uban wa qabaila lita'arafu. Kuna watu na milango tofauti tofauti, makabila tofauti tofauti, uwe utakavyokuwa. Na haukatazi kutaja kabila lako, lakini kitu tunakatazwa ni kutaja ni kujifaharisha na kabila lako. Hufai kujifaharisha na kabila lako.
Mtume sallallahu alaihi wasallam akiwaambia masahaba zake, wakati alikuwa akisema hadha ibn Sauda, hadha kadha, hadha kadha, alikuwa akiwaambia dauha fa innaha mumtin, acheni ukabila kwa sababu ukabila ni uchafu. Lakini pamoja na hayo, Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa na kina Bilal. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa na masahaba tofauti tofauti wakiwa kutoka sehemu tofauti tofauti, na hata Mtume sallallahu alaihi wasallam walipoenda masahaba Bash ambao sasa ni Ethiopia, waliweza kuwalingania kwa uzuri sana, na akapokea zawadi na akawapa hifadhi mfalme wa Ethiopia. Yote ni kwa sababu gani? Ni kwa sababu hifadhi haiangalii ukabila. Hivyo yote ni litaarafu, watu wapate kujuana. Kikaa na Mchina unamuuliza habari za kwenu, mnaishi vipi, mnakaa vipi, mko vipi. Kitoka hapo ukienda Mombasa unapatana na Wadigo, unauliza vipi hali zenu, kwenu mko vipi, tamaduni zenu. Kitoka hapo unaenda unakaa na Wagiriama hivyo hivyo. Kitoka hapo unaenda unakaa na Wakamba. Kitoka hapo unaenda unakaa na Wakisii, Wajaluo na wengineo. Hayo yote litaarafu, mpate kujuana. Lakini unajua huyu ni ndugu yako Muislamu kutoka pande za Kakamega, huyu ni ndugu yako Muislamu kutoka pande za Mwingi. Haya yote litaarafu. Lakini Mwenyezi Mungu akamalizia akisema, inna akramakum inda Allahi atqakum, hakika katika hao wote, katika makabila yote, katika nani wala nani, katika mweupe ala mweusi, yule mtukufu zaidi ni nani? Yule ambaye anajulikana na heshimika ni nani? Atqakum, yule anamcha Mwenyezi Mungu zaidi. Anaswali, anafunga, anafanya ibada, hata kama wewe ni nani, hata kama ni kabila lako ama kama yuko vipi, huyo ndio mtukufu zaidi. Huyo ndio nafaa kumwangalia, yule anayemcha Mungu zaidi, yule anafanya maamrisho ya Mwenyezi Mungu zaidi, huyo ndio nafaa kumwangalia. Lakini hata kama ni kabila lako na ni mtu muovu, huyo mtu inatakana umchukie kabisa, na ujaribu kumuonesha njia, umpe mawaidha, umuoneshe haya anayofanya si sawa. Lakini si ati wewe kwa sababu ni mwizi. Kuna wengine hata kwa sababu akiiba na ni wa kabila lao anafunikwa kabisa, hatangazwi. Lakini kabila lingine anatolewa nje, anapigwa, hata labda wakati mwingine anauliwa. Na haya yote tukiangalia walivyoishi masahaba kama Bilal bin Rabah na masahaba wengine, waliishi katika hali ya undugu. Kina Salman al-Farsi waliishi kwa undugu. Sasa hivyo ndivyo natakana sisi tuishi kwa undugu. Lakini katika mikakati ya dawa, kulingania watu, inatakana ulinganie kabisa kwa ile lugha watu wanafahamu. Watu wasije wakawasema ati hii dini ni ya watu fulani, ama hii dini ukitaka ni ya watu fulani. Ndio maana sisi tunafanya bidii kuelimisha watu na kuwafahamisha kwa lugha ya Kikikuyu, ndio watu wasije wakasema ati hakuna Waislamu wa Kikuyu. Wengi wanazoea kusema hivi. Wengine wakisema hii dini si ya Wakikuyu, wengine wanauliza kwani kuna Wakikuyu Waislamu? Ndio maana sisi tunafanya bidii kufikisha
na hata kuzungumza lugha yako hufahamu, hukatazi. Lakini wasia ambao natoa kwa Uislamu ni kitu kimoja, kama vile Mtume sallallahu alaihi wasallam anavyotuambia, idha kunta thalatha fala yatanaja thanani duna thalith, wakati mnakuwa watu watatu. Na haya mambo naona yanafanyika sana, kwanza hata misikitini, ama ukiwa na watu fulani mnakaa mnazungumza, mnanongonezana, mnaambiana kitu fulani na huyu mwingine hafahamu. Sasa mkicheka, mkifurahi na huyu mwenyewe mmemweka kando, hiyo si tabia mzuri. Mtume sallallahu anasema fala tanyaja thnani duna thalith. Usije kama wewe ni Mkikuyu kazungumza Kikikuyu na mwenzako hajui, haelewi, ni makosa. Ukiwa Msomali si uzungumze ati nyinyi wawili mwingine hafahamu, ni makosa. Ukiwa wewe ni Mkamba si ukazungumza Kikamba chako na hao wengine hawafahamu, ni makosa. Kabila lolote msije mkazungumza mwingine amkaa hafahamu. Ndio mnaambiwa mkiwa pamoja zungumzeni ile lugha ambayo inafahamika, ndio hata yule mko naye afahamu, naelewe. Kani kufaidika faidike, kaa kuna jambo lenu mwitaneni kando mzungumze, lakini si mzungumze mbele ya mtu. Kwa hivyo sisi tunafanya bidii kwa upande huu, hasa upande huu tukiwa pande za Kikuyuni, kufikisha dawa, kufikisha ujumbe kwa hii lugha. Na alhamdulillah tunamshukuru Mwenyezi Mungu, kuna watu wengi wanafahamu, wengi wanaelewa, wanafahamu mambo ambayo tunayozungumza. Na pia tunaomba dua zenu, Mwenyezi Mungu atuzidishie tuweze kufikisha huu ujumbe mpaka atakapopenda Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Balighu anni walau aya, niambie tufikishe hata kama ni aya. Hadha, assalam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, wal afwa minkum.